Yatosha kwamba Allah tabarak wa taala kawasifu wenye kufanya wema, akasema wa ahsinu. Allah tabarak wa taala akasema fanyeni wema. Kwa nini? Inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika Allah yuwapenda wenye kufanya wema. Aya nyingine, karibu minal muhsinin, yuko karibu na wenye kufanya vizuri. Kwa hivyo maisha yako ulivyo, Allah kakuchagua hapo, fanya vizuri kuitengeneza pepo yako. Waumini, itoke kwenye mentality zetu kwamba watu fulani ndio wawe karibu na Allah. Hapana, sote twatakikana ni waja wa Allah, ni watumwa wake, tuwe karibu na yeye. Kwa sababu kiasi utakavyokuwa una mahusiano mazuri na bosi wako, ndio utapata benefits nyingi katika kazi yako, au sio? Sasa wewe kila ukiwa karibu na muumba wako, ndio utaifaidi janna yako. Sote Allah katujalia pepo. Kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, nyote mtaingia peponi ila yule atakayekataa mwenyewe. Masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, waman ya'ba ya Rasulullah, nani atakayekataa kuingia janna? Qala man ataa Allah au man ataani dakhala aljanna, atakayenitii huyo ataingia janna. Kwa hivyo kuwa fundi wa seremala, kuwa mekenika, kuwa sijui nani, kuwa nani. Jamani, asharatul mubashirina bil janna, 7 walikuwa wafanyi biashara, hawakuwa maimamu wa msikiti wote. Tumeelewana? 7 walikuwa wafanyi biashara: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Saad. 7 walikuwa wafanyi biashara. Walokuwa kazi yao ni askari na amiri almu'minina ni 3. Ali ibn Abi Talib alikuwa askari, kisha akawa ni kadhi, alafu akaja kuwa amirul mu'minin. Lakini mwingine ni Said ibn Zaid, alikuwa komando wa jeshi. Mwingine ni Abu Ubaida ibn al-Jarrah, alikuwa komando wa jeshi, mwanajeshi. Lakini nakusudia katika hawa 10, sio kwamba wote walikuwa ati kazi yao ni kuswalisha tu, hapana, na biashara zao na walipata janna, au si kweli? Ina maana wewe ulipo na nafasi ya kuipata nini? Janna. Lakini bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa, fanya vizuri, fanya vizuri. Kinachotakikana, Ibn al-Qayyim rahimahullah asema, manzilatul ihsan hiya lubbul iman wa ruhuhu wa kamaluhu. Kwa maana al-ihsan huwa lubbul iman, mwanadamu au muumini kuwa na tabia ya ihsan, hiyo ndio ubongo wa imani, ni ihsan. Wewe kama mtu kuwa na akili, le bongo lake katika maisha yake, yani kitu muhimu kwenye ni bongo lake, si ndio? Ihsani ndio iko sehemu ya ubongo wa mwanadamu, na ndio roho ya Uislamu, na ihsani ndio ukamilifu wa sheria. Mwanadamu akiwa na ihsan, basi sheria zote kwake zitakuwa nyepesi. Na ndio Mtume akatwambia tufanye ihsani katika kila jambo. Tumezungumzia ihsani katika maneno, tukazungumzia ihsani katika matendo, tukazungumzia ihsani katika imani na itikadi zetu. Kote kunatakikana tufanye vizuri. Wewe Allah kakujalia ni mzazi. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema kwenye hadithi yake, man ala jariyateni hatta tablugha, mwenye kulea watoto 2 wa kike, kawalea vizuri mpaka wakabaleghe, kaolewa au kafa wewe, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ana wa huwa kahatain, mimi naye peponi tutakuwa
karibu kama hivi vidole viwili. Ina maana ukifanya vizuri katika ulezi, wewe una sababu ya kuipata nini? Janna. Lakini tujiulize, je, ni wazuri katika kulea? Nini misingi ya kulea? Pillars za malezi ni kitu gani? Allah kazieleza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik. Kwa rehma ya Allah umekuwa laini kwao, kwa maana umekuwa flexible na wao kwa hali yoyote. Ukipambana na bedui, jitu la kutoka mashamba, halina ustarabu, unakwenda naye mpaka unamuingiza katika laini. Ukipambana na jitajiri korofi, unapambana naye mpaka unamuingiza kwenye laini. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwatembea, anakuja bedui, nyuma yake huko anamkamata ile kilemba chake na nguvu kabisa, mpaka anafika mahali karibu amtoboe shingo, mpaka ikatoa alama ile ridhaa yake kwenye shingo ya Mtume. Vile alivyo jitu la mashambani huko, misuli hapa, sio ile ya white elephant kuna misuli ya white elephant iko, taieleza hapa. Misuli ya ngangari. Rasulullah azunguka, alipozungusha uso wake, yule bedui amwambia, atini mal Allah allati atak. Hebu fikiria wewe watembea, aje mtu ukizunguka, msaidie. Huyu utamsaidia nini wewe? Ubao tumeelewana? Atakula ngumi maisha yake hatoisahau. Yani shida yote watakuninyonga, alafu waomba msaada. Lakini Rasulullah aliposema atini, fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alichofanya akatabasamu. Wanavyoni wa tarbia wasema kuna mambo mawili. Kwanza, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutabasamu kwake ni kumpa tamaa huyu, ili aje kuwa karibu na yeye, ajue huyu ni Rasulullah, ampende. Lakini la pili ni kuweka kinga maswahaba wasije wakamshambulia. Wakimwona Rasulu amecheka, wao wataendelea na hasira zao zitafanya nini? Zitaishi. Sasa hivi ndivyo alivyokuwa Mtume lain. Si kwamba Mtume ngozi yake ilikuwa soft, hapana, alikuwa flexible, kila mtu anaweza kwenda naye. Rasulullah ajiliwa na jitajiri la Makka, Al-Walid bin Mughira, yuaja kumtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama una haja ya mali, manake wewe yatima maskini, una haja ya mali tuambie, tutakupa. Kama unataka mke kutoka kwenye familia tukufu zenye cheo, tutakupa binti mzuri. Kama mgonjwa, tutakutibu. Maneno matusi. Akaendelea. Aliponyamaza, Rasulullah hakumjibu, akamwomba ruhusa. Wewe mtu akikutusi utamwomba ruhusa? Mtu akutukana mjinga, mpumbavu wewe, sijui nini, alafu ambie samahani, naweza kuongea na mimi? Itapatikana hiyo? Lakini Rasulullah, Walid amtusi, akimaliza amwambia, afarakta ya Abul Walid, umemaliza? Jamani, hapo kuna kumaliza hapo, si umalizwa yeye. Lakini Rasulu amuuliza, afarakta ya Abul Walid, umemaliza? Ili na mimi niongee, sitaki nikukatize maneno, nikuvunjie adabu. Sallu ala habibikum. Sasa hii ndio ihsan katika maisha. Wewe ni mlezi, lazima uchukue tabia hizi, ndio utakuwa mlezi mzuri. Mimi huzungumza sana leo nukta hii ya ulezi, kwa sababu hakuna mahali pamekuwa pagumu leo kama kulea. Ndiyo sehemu nyeti.
very sensitive. Wewe ukicheza mambo yameharibika, kwa sababu wewe usipokuwa makini ukawa mzuri na ihsani katika kulea, kuna mijitu miovu kule barabarani yanamgojea mtoto wako, na wana haja naye sana kumpoteza, kumuingiza kwenye maovu. Kuwa makini ndugu yangu, ufanye ihsani katika kila maisha yako. Kuwa mpole, kuwa na mapenzi. Allah asema, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, katika maisha ya mwanadamu, ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Popote patakapokuwa na upole, basi katika jambo hilo patakuwa litarembeka, litakuwa bora, litakuwa zuri. Tumia upole, tumia upole katika malezi yako, ili ni pale tutakapokuwa tuko tayari kuamini kwamba lolote ninalolifanya nitakwenda kulipwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kama vile hapa duniani, wajua tajiri nikimfanyia vizuri atanifanyia licha ya mshahara za kunipiga na tipu, si ndio? Akanipea zawadi. Je, Allah tabaraka wa taala al-Ghaniyul Hamid. Sasa ukiwa na imani ya siku ya malipo, vile vile hii itakusaidia wewe kuwa mzuri katika maisha yako, kwa sababu utakuwa unajua kwamba mimi Allah tabaraka wa taala kuna siku atanilipa, na kwa yale niliyofanya ndiyo yatakuwa kiasi ya malipo yenu. Innama hiya a'malukum nuhsiha lakum man wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa. Wajua haya ninayofanya ndio siku ya kiyama ndio yatakuwa malipo yangu. Kwa hivyo nikifanya vizuri nitalipwa vizuri, na nikifanya vibaya. Lakini katika mambo vile vile yenye kukusaidia kufanya vizuri ulimwenguni kwenye maisha ni pale utakapoamini, nikifanya vizuri najifanyia mwenyewe. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nikifanya vizuri simfanyi mtu, najifanyia mwenyewe. Wa in asatum fa alaiha. Na ukifanya vibaya vile vile wajifanyia nafsi yako. Bwana mmoja alikuwa akifanya kazi kwenye mpango wa, kuna mpango wa nchi yetu wa serikali, nyumba nini zile, kuna nyumba za jengwa zaitwa affordable house, ndio. Huyu bwana sijui alikuweko wakati huu alikuwa mjengaji wa nyumba hizi, shirika moja la kujenga nyumba kwa miaka mingi, mpaka akafika umri wa kupumzika, amemaliza miaka 60. Ofisi kaamua huyu sasa apumzishwe kazi. Wakamwita wakamwambia, umri wako umefika, ni umri wa kupumzika kwenda nyumbani, lakini kabla hujenda nyumbani twakupa nyumba moja uijenge vizuri sana. Leta BQ yako ya nyumba hiyo, chora mchoro na ulete BQ ambayo gharama yoyote kampuni iko tayari kusimamia uijenge hii nyumba, ili ukiondoka iwe ndio ukumbusho wako katika kampuni yetu. Huyu bwana alikwenda kuchora mchoro wa nyumba wenye vifaa vya gharama kubwa, na kweli akakabidhiwa hela ile, lakini akasema, nyinyi mwanifuta kazi kisha mwanambia niwajenge vizuri, nitaziramba hizi na zikula hizi pesa zote, nitajenga nyumba bovu kwa sababu hii ndio pesa ya mwisho hii mimi. Kweli alijenga kwa vifaa duni sana nyumba ile, ili apate kukusanya ile hela. Siku alipomaliza akawaletea funguo, nyumba iko tayari. Wakamwambia, subiri siku tutafanya sherehe ya kukuaga, na ndio siku hiyo tutachukua funguo ya nyumba. Siku ile ya sherehe wakaalika watu wa serikali, watu maarufu, familia yake. Alipotoa funguo akaambiwa, hii funguo ni yako, ile nyumba ni yako,
zawadi ya kufanya kazi na sisi kwa miaka mingi, zawadi yako ni ile nyumba gofu, lile jumba lako bovu. Tumeelewana? Si umelijenga vibaya vibaya, lakini ni la kwako. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fa alaiha. Yule bwana ikawa baada furaha ni nini? Huzuni, machozi. Akirudi kukaa na fungo yake, jirani wanamuuliza aliyokaa, mbona bwana baada kucheka walia? Asema, nasikitika kuikimbia hii kampuni miaka mingi. Kumbe walilia jumba bovu. Eti asikitika kutengana na kampuni anayoipenda miaka mingi. Kumbe kilio ni kwamba mimi nimejenga kifo, sijajenga nyumba, itaniua hii nyumba. Tumeelewana? Katika mambo yenye kumsaidia mtu aweze kuwa mzuri katika maisha ni pale kuamini kwamba akifanya wema yuwajifanyia mwenyewe, na akifanya ubaya vile vile hajamfanyia mwingine bali ajifanyia mwenyewe.